ujumbe nitakapoupa kichwa ya kuwa come and see the man. Come and see the man. Come and see the man. It is a statement ambayo ilifanywa na mwanamke mmoja ambaye hali yake na maisha yake hayakuwa mazuri. Jinsi ambavyo alikuwa amejichagulia kuishi katika haya maisha hayakuwa maisha mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna siku moja alikutana na Yesu, na alipokutana na Yesu akaenda kijijini na kuita watu kwa ujumbe huu ambao ninataka kuleta, akisema come and see the man. Come and see the man. Leo tukiwa kwenye ibada ni vema ukajiandae, ni kwa sababu unafaa kuja kwa moyo ambao utatamani kukutana na Yesu, na utakapo encounter Jesus utakuwa a witness ya kuwa Yesu anatenda. Utaweza kuwazungumzia wengi na kuambia uweza wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. In the book of John chapter 4 verse 28, maandiko inasema the woman then left her pot. Hebu tuweke hapo juu kidogo mahali ule ujumbe umeanza. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo juu kidogo. Haya, tuanze hapo. Haya, tunamzungumzia kuhusu mama mmoja ambaye alikuwa tunamuita the Samaritan woman. Verse 9. For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me? From verse 1. John chapter 4 from verse 1. John chapter 4 from verse 1. Therefore, when the Lord knew the Pharisees, Bwana Yesu apewe sifa. Tunamzungumzia kuhusu the woman ambaye alikuwa kahaba na alikuwa anaishi maisha ambayo haikuwa ya kumpendeza na kumfurahisha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku moja akawa ameenda kwenye kisima kuteka maji, na alipoenda kwenye kile kisima, a woman of Samaria, from John chapter 4 verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. So huyu mama Msamaria alikuwa amekuja kuteka maji, na Yesu akamwambia nipe maji ninywe. Verse 8 maandiko inasema, for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? So Yesu alikuwa a Jew, naye huyu mama alikuwa a Samaritan. So huyu mama anashangaa akimuuliza, mbona iwe wewe ni a Jew ama wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria na unaniomba maji? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who is it who says to you, give me a drink. Kuna maneno Yesu aliyazungumza hapa na akamwambia huyu mama, ungejua tu ni nani anayekuomba maji. Okay, ungejua tu the gift of God na yeye anayekuomba maji, wewe ndio ungemuomba maji ya uzima. If you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you the living water. Wewe ndio ungemuomba na yeye angekupa maji ya uzima. The woman said to him, sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? So ikawa ni majibizano katikati ya Yesu na huyu mama Msamaria. Lakini Yesu alikuwa anajua hasa ya kuwa huyu mama ako na shida
huyu mama ako na tatizo, na huyu mama kuna maisha ambayo amejichagulia, ambayo anafaa kuwa na a change. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Yesu anamwambia, ungalijua ni nani anayekuomba maji, wewe ndiye ungemwomba maji ya uzima. Naye mama anashangaa, namuuliza, you don't have a bucket ya kuteka hii maji, maji utatoa wapi yenye unaniahidi ya uzima? Bwana Yesu apewe sifa. Sometimes hata sisi kama wanadamu tunakujaga mbele za Mungu, ama tunakujaga Sunday service, ni kama tumekuja kumsaidia Mungu, ni kama tumekuja kumsaidia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye anatuangalia na tushangaa, anatuangalia na tuhurumia, anasema, ungalijua mimi ninayo maji ya uzima, wewe ndiye ungeniomba maji. Mimi ninakuomba hii maji ambayo umezoea kuja kuiteka na baadaye unapata kiu. Lakini kuna maji naweza nikakupa ambayo itakuondolea kiu ambayo imekufanya kuwa kahaba, itakuondolea kiu ambayo imekufanya ukatatizike, itakuondolea kiu ambayo itabadilisha hali yako na maisha yako. Are you greater? So huyu mama anamshangaa Yesu kwa sababu anaona tu mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna kitu tunakosaga kama wanadamu, the encounter. Na hicho ndicho kilikuwa kinamzulia huyu mama kukipokea kile ambacho kilikuwa cha dhamana. That is why wanabishana na Yesu. And then ndizo anamuuliza swali kama hili, are you greater than our father Jacob who gave us the well? So wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo ambaye alituchimbia kisima hiki and drank from it himself. Na pia yeye alikunywa kwenye hiki kisima, as well as his sons and his flock and his livestock. Yani wewe unataka kusema uko na maji ya uzima, maji yenye imepita hii tumekuja kuteka. Na hii maji tulipewa na baba yetu Yakobo, na alikunywa kwenye hiki kisima, na hata wanyama wake walikuwa wanakunywa kwenye hiki kisima. So the woman was arguing with Christ, na kujaribu kumpuuza na kujaribu kumwonyesha wewe ni mwanaume kama wanaume wengine. Lakini yeye hakujua ya kuwa amekutana na Yesu. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Akunywaye maji haya hupata kuona kiu tena, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Bali yeye atakaye kunywa maji ambayo nitakayempa hataona kiu tena. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Ngoja hapo. Yesu anamwambia huyu mama, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water. Ile maji nitakayempa itakuwa kama kisima. Bwana Yesu apewe sifa. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji. Kitakuwa kama kisima, kitatoka ndani yake yakibubujika uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Because hali ya huyo mama ilikuwa inamdisconnect na uzima wa milele. Hali ya huyo mama ilikuwa inamfanya kukua doubted pale kijijini. Bwana Yesu apewe sifa. But whoever, tuendelee hiyo verse nyingine. Lakini Yesu akamwambia, ile maji nitakapokupa itakuwa kama maji ya uzima, maji ya umilele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Nipe hiyo maji nisione kiu tena, wala nisijisubue nikikuja kuteka maji hapa. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Why? Kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yani ona kiu yenye ilikuwa na huyu mama. Umekuwa na wanaume 5, na mpaka mwenye mko na yeye pia hata hana uweza kusatisfy your thirst. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna kiu tunakuanga nayo kila mtu kwa hali yake. Bwana Yesu apewe sifa. Yaweza ikakuwa kiu chako sio wanaume hawa wanaohesabiwa kwa huyu mama, lakini kuna kiu ya jambo fulani ambalo umekuwa nalo, na hii kiu ndio imekufanya ukae ukitafuta maji to satisfy your thirst, lakini kiu haijaisha. Tuendelee. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba
huko Yerusalemu ni mahali pasipo kuabudu, kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, sasa inakuja saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Yani alikuwa God wa baba zao, a very limited God, Mungu ambaye ni lazima ageabudiwa kwenye milima ama pale Yerusalemu. Na Yesu akamwambia, saa inakuja yenye wanadamu hata kuja kwenye mlima huu, bali watakuwa nafanya nini? Ninyi mnaabudu msicho kijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watatoka kwa Wayahudi. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mama alikuwa anajua miungu ya kwao, alikuwa anajua kuhusu baba zao, lakini Yesu akamwambia, saa inakuja ambao waabuduo watakao kuwa wakimwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabuduo. Wamwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yu aja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufundisha mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninasema nawe ndiye. So huyu mama hata kama kuna hali alikuwa ndani yake, bado kuna kitu alikuwa anajua, kwa sababu alikuwa anajua Masihi atakuja, Messiah will come. Lakini yeye hakuwa in a position ya kugojea Masihi. And that is why Yesu alimwambia, huyo unayetarajia atakuja, mimi ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu. Nataka tusome kutoka hapo, ujumbe wangu nataka utoke hapo, hiyo verse 28 mpaka 30. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, tuendelee, Njoni mtazame, come see a man who told me all things that I ever did. Could this be Christ? Na hiyo hapo ndipo nimetoa kichwa, come see a man, come see a man, come see a man who told me all things that I ever did. Kuna kitu huyu mama alipata kufahamu ya kuwa Yesu sio kama wanaume wengine. Yesu sio binadamu wa kawaida. Na from the moment ali-encounter Jesus, kuna ujumbe uliingia kwenye kinywa chake, kwa sababu maandiko inasema aliacha ule mtungi wake, akaenda vijijini akisema, come see a man who told me all things that I ever did. Could this be Christ? Then they went out of the city and came to him. So tufikisha hapo. The woman then left her water pot, and went her away into the city, and said to the men, come see a man who told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Come and see the man. Come and see the man. Today we are in the service. How I wish we are here to see the man. How I wish you are here to encounter Jesus. Because the theme of ule ujumbe niko nayo ninasema hivi, a genuine encounter with Christ transforms a person into a witness. A genuine encounter. That genuine encounter with Christ
transforms a person, inageuza binadamu na kumfanya a witness who brings others to him. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mama alikuwa na shaka, alikuwa anaweka taswishi wakati alikuwa anazungumza na Yesu. But the moment Yesu alimwambia mambo yake yote na akapata kumjua who Christ was, alienda kwa ujumbe wa kusema come and see the man. Come and see the man. Do you know, bona alienda kwa ujumbe wa kusema come and see the man because she encountered Jesus. And that genuine encounter ikambadilisha, ikamfanya kuwa a witness, ikamfanya kwenda kuwaita wengi waje kwa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Do you know why we fail kwenda evangelism? Do you know why we fail kumuuza Yesu kwa wanadamu wengine, kwa ndugu zetu, kwa marafiki zetu? It is because we fail to have a genuine encounter. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mama alikuwa anamzungumzia Mungu ama miungu ya baba zao. Hallelujah. And sometimes we fail to talk about God mwenye tulihubiriwa, to talk about Jesus mwenye tunasikiaga wengine wakimzungumzia, but we fail to have a genuine encounter. And failing to have a genuine encounter ni kusema you never receive the true God in your life, the true Christ in your life. That is why Yesu anamwambia siku inakuja wakati watu watakuwa wakimwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Yani from the depth of their hearts, they know the truth, they know who Jesus was. Yani wamekunywa maji ambayo imesatisfy all their thirsts. Imeondoa kiu ya dhambi, imeondoa kiu ya kupungukiwa, ya kutojua. Yani huyu mama alipata kumjua Yesu jinsi anavyostahili kuinuliwa, anavyostahili kujulikana. And that is why anaenda kwa ujumbe mzuri sana. Anasema come and see the man. Come and see the man. Only because yeye ali-encounter Jesus, na ku-encounter Jesus akamjua, na akaenda kusema kujeni mkamuone. Yaweza kakuwa yeye ni nabii, yaweza kakuwa yeye ni Christ. Why? Because of the genuine encounter. Na hii ndio kitu ambayo tumekikosa kanisani. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hii kiu ndio ile kiu haida tusukuma tuje kwenye madhabahu to see this man. Hallelujah. Are you here to see the man? Yani leo ulikuja kukutana na huyu Yesu. Ulikuja kukutana na huyu mwanaume ambaye ana satisfy all the thirsts. Mama alikuwa ameenda kwenye kisima kuteka maji, lakini haikuwa mara ya kwanza. Mama alikuwa anaambiwa enda ukuje na mumeo. Anasema mimi sina mume. Anaambiwa umesema kweli, because umekuwa na watano na hata mwenye mko na yeye sio wako. Yani alikuwa na kiu, alikuwa amepungukiwa, alikuwa na mashida, alikuwa na matatizo until wakati ali-encounter Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi wote tumeokoka na tunaenda mbinguni, but if you fail to encounter Jesus, you'll never become a witness. Hallelujah. If you don't have a genuine encounter with the Christ, you are not transformed. You will fail to kumwelezea Yesu. You will fail kuambia watu Yesu anatenda. Praise God. Kuna jambo, hebu tuweke Job 42 verse 10. Kuna jambo Ayubu alisema, mimi nilikuwa namjua Mungu kwa sababu nilikuwa nasikia watu wakimzungumzia, but now nimejionea huyu Mungu. Job 42 I think verse 10. Utaniangalilia. Bwana Yesu apewe sifa. A genuine encounter with the Christ transforms a person into a witness who brings others to him. If Mungu amekutendea, if umepokea muujiza, unaweza ukaelezea wengine. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Next verse. And deep, okay, verse 5. Verse 5. I know, okay. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Joroge Bwana sifiwe. Hallelujah. So the Samaritan woman came to the well looking for water, but she found the Savior. Huyu mama
alikuwa ameenda kuteka maji kwenye kisima, lakini akakutana na a savior. Sijui wewe kwa nini umekuja kwenye ibada siku ya leo. How I desire utakutana na your savior. How I desire utakutana na mwokozi wako, atakaye kubadilisha, atakaye badilisha hali yako, atakaye satisfy your thirst. Praise Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. One encounter with Jesus changed her life, her priorities and her purpose. The same Jesus still changes lives today. He who changes, aliyebadilisha maisha yule mama, hata leo atakutana na wewe na atakubadilisha. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Aliyewabadilisha wengine, nawe pia leo, if you reposition yourself and you eager to know him or to encounter him, he will change your life completely. Hallelujah. But some of us, we fail. Tunakujaga kanisani kwa sababu it is on Sunday. Tunakujaga kanisani kwa sababu tunamhitaji huyu Yesu. Hatukujaga kanisani kwa sababu tuna kiu. Yani watu ni kusukumiwa. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Watu wanaweza wakaamka mapema sana waende kazini, lakini ikifika ni Sunday service, kama saa hii ni saa 4:30 saa 5 inaelekea, hebu angalia ni vile kuko. Praise God. Because watu hawana kiu na Mungu, watu hawana kiu na Yesu, watu hawana haja na Mungu anymore. And that is why watu wanaenda mpaka kutafuta miungu itakayowasaidia kutajirika, itakayowasaidia kusatisfy their needs. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wasipojua ya kuwa kukutana na Yesu kunabadilisha hali zote. Kukutana na Yesu kunafanya maisha ambayo ilikuwa haina mwelekeo iwe na mwelekeo. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Let me give you some few points, then we continue with the service. Point number 1, a transformed life leaves the old behind. A transformed life leaves the old behind. Maisha ambayo imebadilishwa inaacha, utatuwekea verse 28. John 4 verse 28. Maisha ambayo imebadilishwa inaacha maisha ya kale nyuma. And that is why mtu akiokoka tunasemanga yeye amefanyika kuwa kiumbe kipya. Ya kale amepita, akamefanyika kuwa a new creature. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo a transformed life leaves the old behind. Bwana Yesu apewe sifa. Verse 28 inasema aje, tusome sisi wote. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake.